Ya kwanza tumeona dhambi ya mwanadamu kumkataa Mungu, lakini pia kuto kumtukuza Mungu. Na tatu tumeona dhambi ya kutokuwa na shukrani. 4, moyo wa mtu kuwa mzito, unakuwa na giza. Lakini 5, tumeona mwanadamu anaanguka katika kuabudu sanamu. Na 6 ni tamaa katika moyo wa mwanadamu. Dhambi hizi 6 ndizo zimekuwa chanzo kikubwa sana cha mambo yote mnayoyaona yanapokuwa yanatokea. Na leo Mungu analo jambo kwa ajili ya kukusaidia. Naomba nimalizie kwa kusoma Biblia yetu takatifu, sura ya 5 ya Warumi, mstari huu wa 8. Mstari huu wa 8, Biblia inasema hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Wakati tungali wenye dhambi ndipo Kristo alikufa kwa ajili yetu, ili tusiwe katika dhambi hizi tena, bali tuenende kama yeye Kristo anavyotaka tuenende. Kwa hiyo ikiwa kweli kabisa Kristo amekuokoa, ndugu yangu, mtazamaji wangu naye nitazama katika chaneli yetu, ni kusihi, chunguza, tafakari, jipime, angalia hizi dhambi aina 5 katika kitabu cha Warumi ambazo tumeziona. Ni dhambi gani ambayo ndani yako inainuka? Unaweza ukawa hujamkataa Mungu, lakini una dhambi ya kuto kumtukuza Mungu. Unaweza ukawa unamtukuza Mungu, lakini una dhambi ya kuto kumshukuru Mungu. Unadhani hayo yote yanayotendeka ni kwa ajili ya nguvu zako, kwa ajili ya pesa zako, kwa ajili ya elimu zako. Unashindwa kumshukuru Mungu hata kwa shukrani tu. Lakini unaweza ukamshukuru Mungu, lakini moyo wako ukawa mzito, umetiwa giza, ukajiona mwenye hekima, lakini kumbe ndani kuna hali ambayo ni ya upumbavu. Lakini pia unaweza ukajikuta unaabudu sanamu. Kazi yako, majukumu yako yanakuwa mbele kuliko mambo ya Mungu. Hapo hiyo kazi inaweza ikageuka kuwa sanamu, au mke au mtoto. Kama ndiye kipaumbele kuliko Mungu, basi anageuka kuwa sanamu. Na mwisho, adhabu kubwa Mungu anayoifanya ni kukuacha. Moja ya jambo ambalo limenisukuma niseme na wewe ni kwamba baada ya dhambi zote hizo, mwanadamu kuingia katika dhambi hizo bila kumpokea Kristo, Mungu huwa anafanya jambo moja ambayo ndo adhabu kubwa sana. Mungu anakuacha. Na Mungu akikuacha ni adhabu kubwa sana. Mstari huu wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tungali wenye dhambi. Ndugu yangu ambayo unatazama, nilikuwa naongea na wewe juu ya mwanzo wa dhambi. Wakati Mungu ananiita, aliniambia, Amos, hubiri ujumbe mmoja tu, unaitwa kemea dhambi. Hubiri ujumbe wa dhambi, waambie watu juu ya dhambi yao, waambie habari ya toba. Kwa hiyo huu ndio wito wangu, kukuambia ikiwa kuna jambo ndani yako linakuhukumu, kati ya haya mwambie Mungu, nisamehe. Mungu anaweza kukusamehe na ukajikuta na amani na maisha yako yakabadilika tangu hapo. Lakini usipotengeneza, dhambi hizi zitakufanya ukae mbali na Mungu na Mungu atakuacha. Lakini kwa somo hili naamini umejifunza. Comment hapo tuambie ni wapi umebarikiwa. Mungu wetu akubariki na kutakia maisha mema ya ushindi katika jina la Yesu. Naomba nikuombee. Baba yetu wa uzima, Mungu uliye hai, namleta mtoto wako huyu mikononi mwako.
anayetutazama, naomba Yesu msaidie, mtie nguvu, mwezeshe, neema yako isimame pamoja naye, mkono wako wenye nguvu Baba ukamsaidie katika somo hili, likalete manufaa, likalete badiliko, lilete faida, matokeo makubwa yawe ndani yake. Kila mmoja anayejifunza pamoja nasi, naomba neema yako isimame naye, msaidie, mtie nguvu, mwezeshe katika yote, tunaamini kupitia jina la Yesu. Sema amen. Mungu akubariki. Asante kwa kunitazama na kunisikiliza. Barikiwe sana. Bye bye.